Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Mbengo TV, we are the best. Hello, mambo vipi mtazamaji wa Mbengo TV? Bana, leo niko na mke wa midfielder Kisheti, mke wa Mdeme. Niko naye hapa na tutapiga na story, lakini pia tutafahamu vingi kutokana na anayopitia ndani ya ndoa yake kwenye tamthilia ya Dunia. Ile ni sio tunaita ni ndoa ama ni doa? Ile ni doa. Ni doa ndani ya doa. Maana mambo ni mengi. Kila siku changamoto zinakuwa nyingi. Leo akileta afanya kazi huyu, mume anawaambia hana vitu vyangu hivyo. Vitu vya Mdeme huyu hana kabisa. Niko naye hapa na tutapiga na story. Tutafahamu Irene nani, lakini pia tutafahamu vitu vingi sana ambavyo tunatamani kuvifahamu kutokea kwake, lakini pia kupitia tamthilia ya Dunia. Nini hasa anajifunza kwenye kile ambacho kinatokea ndani ya tamthilia. Mimi naitwa Lain na hii ni Mbengo TV. Niko na Irene ama Mrs. Mdeme mwenyewe originali. Wote wanapitaga tu wale, ila huyu ndo mwenyewe, na huyu yuko kwenye ndoa kashikilia na mume hawezi kutoka. Kama angekuwa anaweza kutoka shachomoka kitambo sana. Dada Beria, Nzuri, mambo wa mzima? Mzima. Harakati za maisha sasa Fresh. Mimi niseme ni shabiki yako kutokana na kuna vitu unavifanya na vielewaga. Napenda kuna kafilamu kako unavyofanya na enjoy, najifunza, alafu napata ile kitu inaitwa uvumilivu. Unavumilia. Ila sidhani kama na wewe ndio ukogo hivyo. Mule ndani ulivyo na huko nje ndio ukogo hivyo hivyo. Tuwe tu wa kweli. Ama ni vile mnatufundishaga sisi tu wavumilivu tukiingia kwenye maisha ya ndoa. Niko hivyo. Okay. Sawa, tumfahamu Irene. Jina lake halisi, ni mwenyeji wa wapi, historia yako pia tuifahamu, lakini pia swala zima la sanaa yako kwa ujumla umeanzia wapi? Mimi naitwa Irene Modesty. Ni mwenyeji wa Sumbawanga. Mkoa wa Rukwa. Safari yangu ya sanaa, mimi ni Manyanya ni rafiki yangu sana. Kwa hiyo waga unajua Manyanya ni mtu ambaye alishaanza kuigiza muda mrefu. Kwa hiyo katika kupiga story akaniambia, Irene, kuna scene moja nilikuwa natamani ucheze. Tujaribu kwa sababu mimi kama ni kuigiza labda hivi shuleni huko, shule za msingi, sekondari, nishagawahi kuwa naigiza zile maigizo tu ya mashuleni. Kwa hiyo nikamwambia kiukweli sijui, yani kuigiza hivi sijawahi, lakini sijui. Akaniambia utaweza, hebu tujaribu. Kwa hiyo scene ya kwanza ndo kama ile ambayo nilikuepo, ndo nimefika kwa mdogo wangu Vai, ndo ilikuwa scene yangu ya kwanza kwenye Dunia. Kwa hiyo kutokea hapo director aliona kile kitu ambacho nimekifanya akapenda, basi akaendelea kunipa nafasi. Maana mara ya kwanza kabisa umeanza ni kwenye Dunia na rasmi umeanzia hapo. Hapa ya. Sijawahi kuigiza sehemu nyingine. Zaidi nimejikuta tu nimeingia kwenye Dunia. Manyanya aliona nini kwako? Sijajua kwa kweli. Sijajua aliona nini. Mimi alichoniambia, akaniambia kuna mtu ambaye tulikuwa tunataka aigize kama dada yake Vai, lakini kuna vigezo ambavyo tulimuona hakuwa navyo. Nikamwambia sasa mimi nina vigezo gani? Akaniambia ni kama mnataka kuendana rangi, yani hivyo, afu pia ukiigiza kama dada yake na hisi itafaa zaidi. Nikasema sijui, mimi sijawahi kuigiza, sasa sijui kama akasema jaribu. Tukiona huko vizuri tutaendelea. Basi nikaa nimejaribu. Yani safari yangu ndio ilikuwa hivyo ya uigizaji. Sawa. Na mlijuana vipi na Manyanya mpaka mkawa mko na ukaribu huo kufikia tu mpaka akakushirikisha? Maana unajua mtu kumshirikisha mtu kwenye kitu fulani na maana ni kuna ukaribu umetengenezwa tangu zamani. Ukaribu wenu umetokeaje mpaka kufikia? Ukaribu wetu ni kwenye mambo tu ya biashara. Kuna business ambazo waga tunazifanya hivyo. Kwa mlikutana huko kwenye biashara nje na masuala ya sanaa? Ya nje kabisa ya sanaa. Sawa. Irene ameolewa? Na una mtoto? Ndio ninao. Sio nina mtoto, nina watoto. Wangapi? Watatu. Sawa. Natamani nifahamu swala zima la ndoa yako. Alafu kutoka kwenye ndoa kuja kwenye kukaa kambini, kuigiza kambini, mwanaume kutoa ruhusa kwa mkewe kuto kumuona kwa takriban let's say miezi 3-4, kwa sababu tunajua kambini mkikaa miezi ikipungua sana ni 2, lakini muda mrefu huwa mnakaa hapa. Ama we haukai kambini kabisa? Mimi kambini sikai. Lakini pia kwenye hilo swala la mwenzangu hana shida.
Okay. Kwa mara kwanza unamwambia mimi natakiwa niende nikaigize kwenye tamthilia fulani. Nini hasa alikisema? Mwanzo ilikuwa ni mgomo kidogo. Si unajua wanaume. Lakini baadaye alielewa akaniruhusu. Okay. Ana shida. Akakuruhusu ukaingia kwenye kazi. Sawa sawa. Natamani nifahamu watoto wako baada ya wewe kuanza kuonekana, kwa sababu tunajua una watoto wanasoma, purukushani shuleni huko zinakuwa nyingi. Mama yako tunamuona sehemu fulani, mama yako ndio mama yako anaigiza. Inakuwaje ile? Ili tusiongelee. Na natamani kidogo tu, siwezi kuwazungumzia sana, kidogo tu. Yaani sijui nisemeje. Wanakuletea sana hizo sana. Wananiletea sana kwa sababu si unajua mambo ya watoto. Wanalizileta. Okay. Ila hiyo nisingependa kuliongea. Okay. Na una watoto watatu wa kwanza ni miaka mingapi? Wa kwanza ana miaka 13. Wa pili ana miaka 9. Okay. Wa tatu ana miaka 7. Hongera sana kwenye hilo. Jamani, mmewezaje kudumu miaka mingi hiyo? Unajua hapa tukipigia mahesabu inamaanisha mpo kwenye ndoa kwa takriban miaka 13, ama tunaweza tukaongeza mwaka mmoja hapo, si ndio? Mmewezaje kudumu kwenye ndoa? Uvumilivu tu, maelewano. Tufundishe na sisi. Sisi wengine hatujaolewa ila tunatamani tujifunze jamani. Kiukweli kabisa mimi mwenyewe natamani nijifunze namna ya kwenda kutulia kwenye ndoa. Sijaolewa bado ila nitapata tu huyo baba huko atokea alipokuwa. Hajanio. No comment. Tufundisheni jamani. Sawa. Baada ya kupata nafasi ya kuigiza kwenye series ya Dunia, wewe mwenyewe ukitazama unaiona ni kitu fulani kikubwa ambacho kinafanya vitu vingi vizuri na vikubwa. Kupata nafasi ya kuigiza kwenye series kama hii kwako imekutengenezea nafasi gani kwenye jamii yako inakuzunguka? Kiukweli imenitengenezea kitu kikubwa sana. Yaani imenipa heshima, imenifanya nimepata fursa, yani kwa maana mimi ninafanya biashara. Kwa imenifanya yani hadi kwenye biashara zangu naona wateja wamekuwa ni wengi sana kwa kweli. Yani kwa hiyo yani kwa kuigiza tu nimepata fursa. Naziona fursa yao. Okay. Sawa. Midfielder Kisheti mule ndani, Mdeme mwenyewe tukimtazama ni mwanaume wa aina gani? Mdeme ni mwanaume ambaye ni mwanaume ambaye sio mwanaume ambaye ni mtulivu kwenye ndoa yake. Mdeme ni mwanaume ambaye kwanza anadharau za kumdharau mke wake. Mdeme ni mwanaume ambaye kwanza sio mtu ambaye anaheshima na ndoa yake, yani kiujumla. Kwa hiyo ndo maana umeona vile. Okay. Sawa. Pengine kwenye maisha ya Mdeme anayoyaishi ilishawahi kutokea nje huko kwenye maisha yako ya ndoa ya uhalisia? Hapana. Haijawahi. Unahisi kikitokea kile ambacho kinatokea kwenye filamu ama tamthilia ya Dunia, umeshapata nafasi ya kujifunza nini hasa unatakiwa ukifanya huku nje? Yani ikitokea kama vile ninavyoishi na Mdeme, hapo hamna ndoa. Kivipi? Yani unawezaje kuishi na mwanaume anadharau vile? Mbaya zaidi anakuletea wanawake zake. Anakuletea wanawake. Yani unajua kuna ile mwanaume anafanya, sawa? Lakini hakuonyeshei. Yani hiyo unaona kabisa kwamba ni mtu ambaye anakuheshimu. Umeelewa? Sasa inapofikia yani kuna ile mwanaume anafanya lakini unaona kabisa yani hataki mke wake ajue. Okay. Yani unaona anamficha, hata kama akimuuliza hivi. Unajua kuna mwanaume ukimkamata anakataa kabisa. Sio mimi. Yani huyo piga picha. Anakataa kabisa. Okay. Kwa sasa huyo ni mwanaume ambaye unaweza kusema utamvumilia. Lakini sasa kwa design ya mwanaume kama Mdeme, kwanza ni pale kwanza yani anakuchukulia kama wewe ni mtu ambaye yani sijui nisemeje. Yani ni kama uko pale. Yani sijui anakuchukulia wewe ni mwanamke yani huna thamani kwanza. Okay. Yani wewe kwake ni mwanamke ambaye huna thamani. Ni mwanamke kwako yani yeye anakuona kama ni takataka tu, na ndio maana anakuwa hata ana nguvu ile ya kumleta mwanamke wanawake wote ndani. Anatamka hayo maneno ambayo mwenyewe anakuwa anayatamka. Sasa kwa ndoa kama ile wanawake wachache sana wanavumilia. Na ndoa kama zile mwisho wa siku ndio unakuja kusikia watu wameuana nini. Ni ndoa za namna ile kwa sababu hamna heshima pale.
Pengine tukitazama ndoa ya Manyanya na mkewe Violet ambaye ni mdogo wako, changamoto anazozipitia Violet kwenye ndoa yako ya uhalisia ilishawahi kutokea? Haijawahi. Okay. Lakini kwenye hili ambalo Violet analikabiliana nalo kwa kipindi hiki, nini hasa unahisi watu wanatakiwa wafanye? Wafate kile anachokifanya Vai, kuvumilia changamoto zote, ama watoke kama vile ambavyo umetu advice kwa Mndeme? Yani kutoka, yani okay. Kwa kitu ambacho anakipitia Vai, kwa sababu unajua ndoa ya Vai ilivyo ni tofauti na kwangu ilivyo. Sawa? Vai tunakuja kumuona mwanzo alikuwa ni mwanamke ambaye hamheshimu mume wake. Lakini Manyanya alikuwa ni mwanaume ambaye ametulia sana. Kwa hiyo hiki kitu ambacho kinafanyika saa hizi ni yale matokeo ambayo Vai aliyatengeneza yeye mwanzo. Okay. Kwa hiyo sasa kama itafikia hatua, sijui huko mbeleni ni nini kinaendelea, lakini kama itafikia hatua kwamba Vai kwa hiki kitendo ambacho anakifanya Manyanya labda iwe sababu ya yeye kutoka kwenye ndoa yake, atakuwa amekosea sana, kwa sababu kitu ambacho anatakiwa ukifanya ni kukubaliana na matokeo ambayo yametokea. Okay. Kwamba tayari hicho kitu kimetokea na yeye na mume wake sio wameelewana, sio ni nini, anatakiwa wakae wajenge, watengeneze kwamba namna gani wanaweza wakaendelea na hilo swala. Kwa sababu tangu mwanzo tunamuona Manyanya alikuwa sio mtu wa wanawake. Manyanya hata kama alivyokuwa ananyimwa sweet tendo, alikuwa ni mtu ambaye bado anaendelea kumvumilia mke wake. Kwa hiyo mke wake alikuwa ni mtu kama anayemsukuma kwenda kuvifanya hivyo anavyovifanya. Kwa hiyo mimi kama ingekuwa ni mimi nisingeweza kufanya hicho. Yaani kusema kwamba eti niachane na mume wangu kwa sababu yeye sijui kafanya hivyo. Labda kama ingekuwa mume wangu ni mtu ambaye yupo kama Mndeme vile, hapo ndo nasema sasa kwa dharau hizi. Kwa sababu unajua Manyanya sio kwamba alishawahi kumdharau sana mke wake, yani sijawahi kuona dharau za kiwango hicho. Okay. Sawa. Natamani nifahamu kitu kimoja. Ulishapata story ya maisha ya nje ya uhalisia, ukayatazama yale maisha, ukitazama na dunia unaona hivi vitu vina relate? Yeah. Ni nani ambaye alikuja kukupa hiyo story? One of your friend? Wapo marafiki zangu wengi tu mbona. Okay. Lakini siwezi nikaongea hiyo. Sawa. Unapataga nafasi ya kuadvise kwenye hivyo vitu kwa sababu umedumu kwenye ndoa kwa takriban miaka 14. Na pengine hapo inaweza ikawa na zaidi, na umevumilia vyote, dharau, kejeli, masimango, manyanyaso, kila kitu. Mwanaume anaweza katoka kazini akarudi usiku amechelewa, ukimuuliza sikujibu, maana hivyo vipo kwenye ndoa. Unapata nafasi ya kuwashauri? Yeah, huaga na washauri. Nini hasa unawashauri watu ambao wanavumilia ndoa kama ya Manyanya lakini pia ndoa kama ya Mndeme? Mimi kitu ambacho ninawashauri kwa watu ambao ni kwa mfano kama kwa watu ambao wanaishi ndoa kama ya Manyanya. Kama sababu ambayo inakuwa ni ya mwanamke kwamba kumfanya mume wake awe hivyo, ni yeye tu kwamba achukulie ile ukiubinadamu. Kwamba sasa mimi ndo niliyezingua, natakiwa nitulie, nirekebishe ndoa yangu. Lakini tukija kwa upande wa wa Mndeme, yani kama kuna mwanamke ambaye anafanyiwa hizo dharau, kiukweli, yani usema na ukweli, mwisho wa siku kitakacho kuja kufuata hapo sio kuvumilia, yani kutakuja kuuana, kwa sababu sawa mimi nimeigiza nina ule moyo wa mwanamke ambaye ni jasiri sana, ambaye ni mvumilivu, lakini sijui mbeleni ni nini, lakini kwa maisha ya uhalisia kuna siku mtu moyo utakuja kuchoka, kwa sababu hamna mwanamke ambaye anaweza akavumilia dharau za namna ile. Okay. Yeah. Sawa. Lakini wewe mwenyewe ulishaye kuchepuka. Sasa si ndio hivyo, unatafuta furaha nje. Okay. Sasa kama vile matukio anakufanyia Mndeme afu yeye mwenyewe si unajua mambo mengine mpaka atumie dawa sio na nini. Alafu dharau zile anazokuonyesha kwamba ina maana huyu mtu ananiambia sivutii, labda nitoke huko nje nione ni kweli sivutii. Ndio sasa mtu unaenda, lakini mimi sishauri watu wawe hivyo. Okay. Kwa sababu yani mwanamke yani unapoamua kusema kwamba mume wangu amenifanyia hivi na mimi nitoke nje nikachepuke. Hivi unajua mwanamke unadhalilika Okay. Yani mwanamke kwanza unajidhalilisha. Yani kwa sababu mwanaume anakujua wewe upo kwenye ndoa. Alafu anakuja anakutafuta na unamkubali na unaendelea kuishi naye. Yani kwanza unaonekana ni mwanamke ambaye uko unaonekana una hiyo tabia. Haujiheshimu. Sawa. Kwa hiyo mimi sishauri, yani hata kama mtu sawa anapitia hayo mambo, lakini sishauri afikie huko.
Natamani pia nifahamu kitu kimoja. Kupitia series ya Dunia kuanzia pale tulipoanza episode ya kwanza mpaka hapa ambapo tupo kwenye episode ya 20 na kama siko sahihi. Tuko kwenye 30. Msubiri. 80 tuko. Okay. Tuko kwenye episode 80 na yes. Tuko kwenye episode 80 na natamani nifahamu kitu kimoja. Nini hasa unajifunza kila ukitazama alafu kaona na wewe uko kwenye ndoa ukitazama maisha jinsi yanavyoendelea? Rudia. Ukitazama ile Dunia kuanzia tulipoanza mpaka hapa tulipo sasa hivi. Nini hasa unajifunza maisha ya mule ndani yote na wewe uko kwenye ndoa? Mimi najifunza vitu vingi. Oh yeah. Najifunza nikija kwenye ndoa ya Manyanya, najifunza navuta ile picha ya mwanzo vile alivyokuwa anafanya, najifunza kumheshimu mume wangu, najifunza pia maisha mengine mengi tu kwenye Dunia, najifunza mambo mengi. Pengine tukimtazama Manyanya sasa hivi kwa hizi harakati alizokuwa nazo, anachotakiwa nini afanye? Aachane na mchepuko, arudi kwa mkewe, ama aendelee kukaa na watu wote wawili kama hivi ambavyo Manyanya anaishi? Kwa hali iliyopo sijui naweza nikashauri vipi. Lakini yani kwa uhai wa ndoa yani vizuri Manyanya akaweza kuachana na wewe mwanamke wa nje. Kwa sababu yani unajua nini Vai japo alivyokuwa anafanya, yani mimi kitu ambacho ninakiogopa ni kwamba Vai sio mwanamke yani sio mwanamke ambaye ni mchepukaji. Sawa. Vai ana mapenzi makubwa na mume wake. Yani anampenda sana mume wake. Kwa nini naogopa kwamba mwisho wa siku hiki kitu sijui kitakuwa kinamtengenezea nini kwenye fikra yake, kwa sababu mwisho wa siku yani tunavyoona ni kama hii ndoa itakuja kubomoka, kwa sababu na atakaye kuja kuibomoa ni Vai. Yani sijui hicho kitu mbeleni, lakini ninahisi ni kama ninaiona hiyo picha. Okay. Kwa sababu mwanamke kama anampenda sana mume wake akishaanza kumuonyeshia dharau kama hizi, yani kuna vitu ambavyo anaweza akaja akajitengeneza. Umeelewa eh? Yani sio mwanamke sio kila mwanamke anaweza akavumilia kitu ambacho Manyanya amekifanya. Okay. Manyanya kazaa nje, yeye angezaa sawa hivyo tayari ana mwanamke ni mjamzito. Angeweza tu labda kumwambia kwamba bwana, mimi ni kweli mke wangu labda nimefanya hivyo, lakini mimi yule mwanamke siwezi kuendelea naye, lakini naomba tu nilee nini. Sasa na hicho ni kitu ambacho hakiwezekani kwa mwanaume. Ni lazima mahusiano yatafanyaje? Yatarudi. Sawa. Kwa hiyo sijui kitu ambacho kitaendelea kwa kweli kwenye hii ndoa, sijui. Sawa. Na unawashauri nini watu ambao wako kwenye ndoa ili tumalizie? Mimi nawashauri tu jamani wavumiliane. Mwanaume kama umemchagua huyo ni mke wako, basi tulia na mke wako tu. Okay. Ya hata kama sawa unafanya, lakini jitahidi usimuonyeshe mwanamke wako. Alafu yani usionyeshe mabadiliko, kwa sababu kila mwanamume anachepuka. Okay. Lakini kuna namna ambavyo anachepuka hata akirudi nyumbani kwake hawezi kujua. Okay. Alafu masuala pia kwenye ndoa mambo ya kulipizana sio mazuri. Yani kwamba kwa sababu huyu amenifanyia hiki, ngoja na mimi nifanye hiki, inakuwa sio maisha hayo. Okay. Sawa. Wakati tunamalizia sasa, tunaenda mwisho, neno moja kwa mashabiki zako, nini hasa unawaambia mashabiki? Mimi mashabiki zangu ninawapenda sana. Ninawashukuru pia kwa kuendelea kutufuatilia. Naomba tu waendelee kufuatilia Dunia, kwa sababu mambo mazuri ndo kwanza yanakuja na yanaendelea, yani bado. Sawa, mtazamaji wa Mbengo TV, nilikuwa na Mrs. Mdeme mwenyewe. Mimi niseme tu asante kwa muda wako. Ciao.